listen. Are you ready now? If you know, I am now ready to introduce the president of PHE Kenya in this nation called Kenya. Nobody else above him. Wasikia? Wasikia kweli? Hakuna mwingine juu yake. He's the one speaking to you a few minutes from now. Are you ready to receive a man of God? You will not be the same. Actually, you will be changed. Something will happen in your life. If you are ready for it, something is going to happen in your life. If you are ready, stand up and shout amen as it comes up. Makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Mine will be brief. Yake yatakuwa mafupi. Because we need also to have some time. Kwa sababu tunapaswa kuwa na muda pia. To know where we will have where we will sleep. Ili tujue mahali ambapo tutapumzika. My name is Reverend Kenneth Odiara Mbalanya. Anaitwa Askofu Kenneth Mbalanya Odiara. I don't know whether my children are around, and I believe so. Hajui kama watoto wake wako na anaamini kwamba wako. If you are there, you can wave. Kama wewe ni mtoto wa askofu, basi punga mkono hewani. Asante. Asante sana. Amen. So, thank you, Reverend Waithaka, for this wonderful preparation of this conference. Asante Kasisi Waithaka kwa maandalizi haya mazuri. I know God has a purpose why we are here. Najua kwamba Mungu analo kusudi kwa ajili yetu mahali hapa. Thank you, Reverend Peter. Asante Kasisi Peter. And Joy. Pamoja na Joy. And we want to thank God for the journey mercies that God gave you. Anataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya neema ya usafiri aliyowatunukia. I believe we are here for the next 5 days. Anaamini kwamba tuko mahali hapa kwa siku zijazo 5. And there is something God is going to do in our midst. Na kuna kitu ambacho Bwana anaenda kufanya katikati yetu. I want us to open our Bibles in the book of Philemon. Anataka tufungue katika Biblia zetu kitabu cha Filemoni. Onesimus yako wapi? The book of Philemon. Kitabu cha Filemoni. We will be reading verse number 10 to 12. Tutasoma mstari wa 10 hadi mstari wa 12. Yeah, unajua vile tunakwanga. Yeah, so angalia hapo hizo. The book of Philemon chapter number it has only one chapter. Kitabu hicho kina mlango mmoja tu. Verses 10 to 12. Mstari wake wa 10 hadi ule wa 12. The Bible says, Biblia inasema that I appeal to you for my child Onesimus, whose father I became in my imprisonment. Na kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yani Onesimo. Formerly was useless to you, ambaye zamani alikuwa hakufai, but now is indeed useful to you and to me. Bali sasa akufaa sana wewe na pia mimi. I am sending him back to you, niliye mtuma kwako, sending my very heart. Yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa. Father, we want to thank you.
Baba, tunataka kukushukuru. We thank you because of this gathering. Tunakushukuru kwa sababu ya kongamano hili. As we want to hear from you, tunapotaka kusikia kutoka kwako, how I pray that Jehovah God, you empower each one of us. Ni jinsi gani ninavyoomba kwamba Bwana ututie nguvu. That you are going to use me mightily for your own glory. Kwamba Bwana utamtumia kwa ukuu ni kwa sababu ya utukufu wako. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Can a child of God say amen? Mtoto wa Mungu aseme amina. I want to speak about restored for a purpose. Nataka kuzungumza kwa sababu ya kurejeshwa kwa ajili ya kusudi. God is a God of restoration. Kwamba Mungu wetu ni Mungu wa urejesho. God is a God of purpose. Mungu wetu ni Mungu wa kusudi. David said, after serving the purposes of God. Daudi akasema baada ya kutumikia kusudi la Mungu. He served the purposes of God. Alitumikia kusudi la Mungu. And then he rested. Na baadaye akapumzika. When we are in this place, we need to ask ourselves, tunapokongamana mahali hapa twapasa kujiuliza nafsi zetu, what is the desire of God for my life? Kwamba ni nini tamanio la Mungu ni kwa ajili ya maisha yetu. And his desire is to see his children in his godly ordained purpose. Na kusudi la Mungu ni kuona watoto wake wakiendelea katika makusudio yaliyo yake ya kiungu. And God will be very happy to see that purpose manifest. Na Mungu atakuwa na furaha kuona lile kusudi likijidhihirisha. However, the enemy has been up and down trying to pull away Shetani God's children akizunguka akitaka kuangusha chini watoto wa Mungu from walking in his purposes, ili kwamba wasitembee katika kusudi la Mungu. But God has been a God of restoration. Lakini Mungu amekuwa ni Mungu wa urejesho. The moment the devil pull us apart, wakati shetani anapoturejesha chini, the moment we try to drift from the purposes of God, wakati tunapojaribu kutoka katika makusudi ya Mungu, God will always bring us nigher to him. Mungu ataleta vifungo kwake. That is why we are here for a restoration. Na hiyo ndio sababu tuko hapa ni kwa ajili ya kurejeshwa. Tell your neighbor we are here for a restoration. Ambia jirani yako tuko hapa kwa ajili ya urejesho. Come on, turn to your neighbor, tell your neighbor. Geukia jirani yako mwambie jirani, we are here for a restoration. Kwamba tuko mahali hapa ni kwa sababu ya urejesho. And after being restored, na baada ya kurejeshwa, we are going to carry the purposes of God. Tutabeba makusudi ya Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. So in Genesis, when Adam and Eve messed up, katika Mwanzo wakati Adamu na Eva walipokosa, God had a restoration plan for them. Mungu alikuwa na mpango ni kwa ajili ya kuwarejesha. Always God goes ahead of time. Kila wakati Mungu hututangulia. That is why the Apostle Paul is writing a short personal letter while in prison. Na hiyo ndio sababu mtume Paulo anaandika barua fupi akiwa gerezani. Is in prison. Yeye yuko gerezani. And is writing this letter. Na anaandika barua hii. Is addressing Philemon. Na anamwandikia Filemoni, a wealthy Christian leader. Yeye ambaye alikuwa ni kiongozi wa kidini mkwasi. So Philemon was staying in Colossae. Kwa hivyo Filemoni alikuwa anakaa kule Kolosai. And the reason why Paul is writing, na sababu ya Paulo kuandika, is asking him to forgive and welcome back his runaway slave. Anamuuliza kumsamehe na kumkaribisha mtoto wake aliyetoroka, who had converted to Christianity while he with Paul, ambaye alikuwa amegeuzwa kwa Kristo alipokuwa pamoja na Paulo, having led Onesimus to faith in Christ. Akiwa amemuongoza Onesimo katika imani kwa Kristo. Onesimus now became helpful. Kwamba Onesimo akafanyika mtu wa dhamana. Initially he was useless. Pale mwanzoni hakuwa na dhamana. I believe after this conference, naamini kwamba baada ya kongamano hili, we are not going to be useless. Hatutakuwa watu wasio na maana. We are going to be useful to the kingdom of God. Tutafanyika watu wa dhamana kwenye ufalme. God is calling young people in PhD. Kwamba Mungu anaita vijana katika pende zote. People are not going to look down on us. Watu hawatatudharaulia. We are going to arise. Tutainuka. We are going to be useful. Tutakuwa wa dhamana. Those people who said we are nothing. Wale waliosema sisi sio kitu. People who said we are not going anywhere. Waliosema hatuendi mahali. After this conference, baada ya kongamano hili, we are going somewhere. Tunaenda mahali. We have a destiny. Tuna hatima. And my desire is to see young people in PhD. Na tamanio lake ni kuona watu wa PhD functioning in the purposes of God. Wakitembea katika makusudi ya Mungu. Hallelujah. 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 Onesimus was useless. Kwamba Onesimo alikuwa hana dhamana.
before he accepted Jesus. kabla hajamkubali Kristo. And the moment he accepted Jesus, Lakini pale alipomkubali he Kristo, became useful. akafanyika wa dhamana. We are becoming useful from today. Tunafanyika wa dhamana tangu There leo. is something God is manifesting in your life. Kitu ambacho Mungu anadhihirisha ndani You ya will maisha yetu. not just be an ordinary person. Hautakuwa mtu wa kawaida. You are going to carry the purposes of God. Utabeba makusudi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. How I pray in this youth conference Jinsi gani ninaomba katika kongamano hili 2026 that 26 God will raise people. kwamba Mungu atainua God watu. will raise young people. Mungu atainua vijana. People will carry the purposes of God. Watu ambao watabeba makusudi ya Where Mungu. there is breakdown, Mahali ambapo kuna that kushushwa we are going to chini, have a breakthrough. tutakuwa na Not upendo. because of the power you Sio have, kwa sababu ya nguvu not zako, because of the position you hold, lakini kwa sababu but ya nguvu, because of the anointing of lakini God kwa sababu ya upon upako your life. juu ya maisha yako. When you live under the anointing of God, Unapoishi chini ya the anointing upako, of God will show you upako wa Mungu the utakuonyesha purposes of God makusudi ya Mungu in your life. katika maisha yako. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. God is going to raise men and women Mungu anaenda kuinua wake na waume who will be a blessing to the body of ambao Christ. watafanyika baraka kwa mwili wa Kristo. Now he's urging Philemon Na sasa anamwambia Filemoni to receive Onesimus kwamba mpokee Onesimo, not as a slave, sio kama mfungwa, but as a dear brother in Christ. lakini kama ndugu mpendwa katika Kristo. Paul even offered to pay any debt Na Paulo hata akawa tayari kulipa aina ya deni lolote that Onesimus owed Philemon. ambalo Onesimo alikuwa nayo kwa ajili ya There Filemoni. are things to understand about restored for a purpose. Kuna mambo ya kuelewa kuhusu kurejeshwa kwa kusudi, Because number one, restoration makes you useful. kwamba urejesha unakufanya unakuwa wa dhamana. Where once you were once useless. Wewe wakati mmoja haukuwa na I dhamana, know you may seem to be useless, unaweza kuonekana hauna dhamana, but when you accept Jesus lakini Christ, unapomkubali Kristo, when you begin to carry the purposes of God, unapoanza kubeba makusudi ya Mungu, where you were useless, mahali haukuwa na you maana, will become useful. utafanyika wa dhamana. So God is restoring Kwa somebody hivyo in here. Mungu anarejesha mtu hapa, Restoration will make you useful. kwamba urejesha utakufanya wa Where you dhamana. were once useless. Wewe wakati mmoja haukuwa na dhamana. Philemon chapter 1 verse 11. Katika Filemoni 1:11 The Bible says Biblia inasema that he was useless to you, kwamba alikuwa hana dhamana but kwako, now is useful. He's going to be useful to you. lakini sasa atakuwa wa dhamana. So I want to remind somebody Hivyo here nataka kukumbusha mtu mahali hapa that God restores people not just for comfort, kwamba Mungu harejeshi tu watu kwa sababu ya starehe, but to fulfill a specific divine purpose lakini kutimiza malengo ya kiungu ya and to Mungu empower them for future service. na kuwaweka nguvu kwa ajili ya huduma wa The baadaye. church is looking for people. Kanisa linaangalia watu, Even the government is looking for young men and women. serikali inaangalia vijana na wazee, People who are ready to carry the purposes of watu God. ambao wako tayari kubeba malengo ya Not Mungu, only in the church, sio tu but kanisani, even in the marketplace. hata kule sokoni. God is looking for engineers Mungu anaangalia who mainjinia carry the purposes of ambao God. wanabeba malengo ya God is Mungu. looking for teachers Mungu anaangalia who walimu carry the purposes of ambao God. watabeba malengo God ya is Mungu. looking for doctors Mungu anaangalia who carry the watabibu purposes of ambao God. watabeba We malengo ya don't just Mungu. want to have doctors. Hatutaki kuwa We na want watabibu tu, people who carry tunataka the watu purposes of God. wanaobeba malengo. Hallelujah. Hallelujah. And when you carry this Na purpose, unapobeba hili pelengo, you will never be useless. hautakuwa hauna dhamana. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, I will never be useless. I will never be useless. So Paul says Kwa hivyo clearly Paulo anasema kwa uwazi that Onesimus was once useless, kwamba Onesimu wakati mmoja alikuwa hana dhamana, but now he is very helpful. lakini sasa ni wa dhamana kubwa. Every time God restores you, Kila wakati Mungu he anapokurejesha, makes you very helpful to his own kingdom. anakufanya unakuwa wa maana katika ufalme The wake. church is suffering Kanisa linateseka because we have people maana tuna watu who don't understand the purposes of God. ambao hawaelewi makusudi ya The Mungu. church is suffering Kanisa linateseka because we have people maana tuna watu who are useless. ambao hawana They dhamana, don't understand their calling. hawaelewi mito But wao. the moment you understand your Lakini calling, utakapoelewa you mito will wako, operate in your calling. wewe When utafuatilia God mito. calls you to be an apostle, Mungu akikuita kuwa you will mtume,
understand apostleship. utaelewa When God calls you to be a prophet, akikuita you will understand to be a prophet. utaelewa When kuwa God nabii. calls you to be a pastor, Akikuita kuwa you will mchungaji. understand the pastoral utaelewa ministry. kazi ya uchungaji. And you will carry Utabeba the purposes of God. mambo ya Mungu. People will begin to see a difference. Watu wataanza kuona utofauti. Hallelujah. Haleluya. Number 2, Jambo la pili, you are restored for manifestation. kwamba wewe umerejeshwa kwa ajili ya udhihirisho. The Bible says in Romans chapter 8 verse 19. Biblia inasema katika Warumi 8:19. The Bible says, Biblia inasema for the glory that is to be revealed to us. kwamba kwa sababu utukufu unaotakikana kudhihirika kwetu. For the glory that is to be revealed to us, for the creation awaits with eager longing for the revealing of the sons of God. Maana utukufu ambao unatakikana kudhihirishwa kwetu unangojwa kwa wana wa Mungu. Every time God restores a person, Wakati wowote Mungu anapomrejesha mtu, every time God restores a person, wakati wowote Mungu anapomrejesha mtu, what normally happens? ni nini ambacho There hufanyika? is something special that happens. Kuna kitu cha maana hufanyika. He desires to showcase that person. Yeye hutamani kumwonyesha yule mtu. The Bible says, Paul says that the whole world is waiting Kwamba Biblia inasema, Paulo anasema ulimwengu mzima for unangoja the manifestations of the sons of God. kwa udhihirisho wa wana wa Mungu. How I pray that in this youth conference Ni 2026, jinsi gani ninavyoomba katika kongamano la that the 26 young men and women of PAG Kenya kwamba vijana wa kike na kiume wa kanisa la will PAG manifest in every area of their calling. watajidhihirisha katika kila eneo la mwito When wao. God calls you to be an intercessor, Wakati Mungu atakuita kuwa you mwombezi, will operate in that gifting. utafanya kazi katika vipawa When hivyo. God calls you to be in praise and worship, Wakati Mungu atakuita kuwa mwimbaji you wa will ibada, manifest in your calling. utajidhihirisha katika mwito I want to wako. tell you, the world is waiting Nataka nikwambie ulimwengu for unangoja the manifestations kwa udhihirisho of the sons and daughters of the kwa kingdom. wana wa kiume na wa kike wa Mungu. David manifested when Israel was going through a hard time. Daudi akajidhihirisha wakati Israeli ilikuwa inapitia katika wakati mgumu, When they were facing Goliath. wakati walikuwa kabiliana na Goliathi. Book of 1 Samuel chapter 17. Katika Samueli wa kwanza 17, He brought honor in Israel na leta heshima katika Israeli when everybody was defeated. wakati kila mtu alikuwa ameshindwa. David was just taking food to his brothers. Daudi alikuwa anapeleka chakula kwa ndugu zake, And it happened when he reached the battleground. lakini alipofika katika uwanja wa vita Everybody was defeated. kila mtu alikuwa ameshindwa. And David said, Na Daudi akasema, what is going to happen ni nini kitafanyika to the person who will kill this kwa Goliath? yule this giant? atakayemuua huyu mtu jitu? And David was told, Na Daudi the akaambiwa person who will kill this giant kwamba yeyote atakayemuua jitu huyu, is going to be given, his family will be exempted from paying taxes. kwamba familia yake itaruhusiwa isilipe ushuru, And he will be given a daughter of the king in naye marriage. atapewa binti wa mfalme, And he also is going to be given riches. na tena yeye atapewa mali. And David looked at the testimony here Na Daudi akaangalia ushuhuda aliyokuwa nao while he was tending the flock of his wakati father-in-law. alikuwa anachunga kondoo wa familia yao. And David said, Na Daudi akasema this is my time to manifest. kwamba huu ni wakati wangu wa Even kujidhihirisha, though they say I am young, hata ingawaje wanasema ni mchanga, even though I am only but a shepherd, hata ingawa mimi ni mchungaji tu, I'm going to manifest. nitajidhihirisha. Young people in PhD, Vijana wa PAG, this is our ni season. majira yetu, This is our ni time. wakati wetu. Even though they have despised Hata you, ingawaje even wametudharaulia, though they have looked down on you, hata ingawaje but we wametukulia, are going to arise. lakini tunainuka, We are going to arise. tunainuka, We are going to arise. tunainuka. David said, Daudi akasema, I will face this giant. nitakabiliana na I huyu know jitu, I am going to defeat him. ninajua nitamshinda. Young people, we are not going to be defeated. Vijana We hatutashindwa, have been called overcomers. kwamba sisi ni washindi.
going to arise. Tunaenda mbele. We are going to arise. Tutainuka. We are going to arise. Tutainuka. This church needs young people Kanisa linahitaji vijana who understand the purposes of God. ambao wanaelewa makusudi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You are restored to manifest. Kwamba wewe umerejeshwa kujidhihirisha. Tell your neighbor, this is our time to manifest. Pia jirani yako, ni wakati wetu wa kujidhihirisha. Number 3. Jambo la 3. You are restored to fulfill God's purposes. Kwamba umerejeshwa ili kutimiliza makusudi ya Mungu. In the book of Jeremiah chapter 1 verse 5. Katika kitabu cha Yeremia 1:5. This is what the Bible says. Hiki ndicho Biblia inasema. Jeremiah chapter 1. Yeremia 1 and verse number 5. na mstari mdogo wa 5. The Bible says Biblia inasema that before I formed you in the womb, kwamba kabla sijakuumba katika tumbo I knew you, nalikujua, and before you were born, na hata kabla haujazaliwa I consecrated you. nilikutenga, I appointed you a prophet nikakuteua kuwa nabii to the nations. kwa mataifa. Let me remind you today, Wacha nikukumbusha siku you are leo, restored to fulfill God's purpose. umerejeshwa kutimiza malengo ya Mungu. And God is telling Na Jeremiah, Mungu anamwambia before Yeremia, I formed you kabla sijakuumba in the womb, I knew you. katika tumbo la mama yako Let me alikujua. tell you, child of God, Wacha nikwambie mtoto wa Mungu, God knew you Mungu alikujua even before you were born. hata kabla He haujazaliwa. knew today Alijua leo you will be here. utakuwa hapa. He knew today Alijua you leo will be useful. utakuwa wa Even dhamana. though people have been saying Hata ingawaje there watu is nothing you wamesema are doing, hakuna kitu but unafanya, after this lakini conference, baada ya kongamano hili you are doing something. unafanya kitu, You are doing something. unafanya kitu. Every child of God Kila mtoto wa Mungu is born for a purpose. amezaliwa kwa sababu ya kusudi. He tells Jeremiah, Mwambia Yeremia see, today I have appointed you. kwamba tazama, leo nimekuchagua, I have appointed you over nations. nimekuchagua juu ya I mataifa, have appointed you over kingdoms, nimekuchagua juu ya falme, to uproot and tear down, kung'oa na to kurarua, destroy and to overthrow, kuharibu na to kutupa, build and to plant. kujenga na How kubomoa. I pray Ni jinsi gani his ninaomba purpose will be fulfilled kwamba malengo yake in yatimizwe this conference. katika kongamano hili. We are tired of holding conference every year, Tumechoka kuwa na makongamano kila mwaka, but there is no impact. lakini hakuna kitu cha kutazama. We hold a lot of conference in PhD, Tumekuwa na makongamano mengi katika PhD, but you look at the impact, you don't see. lakini unaangalia ile kazi imefanyika, haionekani. You find people that are the same. Unaona tu watu wamebakia vile walivyokuwa. Instead of praying, they become political. Badala ya kuwa waombezi, wamekuwa wakareketwa wa siasa. Because if you don't pray, you become political. Maana ukikosa maombi utakuwa mkereketo wa siasa. How many pastors conference do we hold? Ni makongamano mangapi ya wachungaji ambayo How tunayo? many women conferences do we hold every Ni year? makongamano mangapi ya wanawake tunayo? How many youth conferences do we Ni have? makongamano mangapi ya vijana How many tunayo? revival meetings do we hold in Ni our mikutano churches? mingapi ya uvivio tunayo The time has makanisani? come that we need to stop. Wakati umekuja The time has tukatuache, come we need to rise up. kwamba tuinuke. The time has come we need to manifest. Wakati umefika We tudhihirishe. are tired of the religion. Tumechoka na mambo ya kidini, We are here to change this church. kwamba tuko hapa tubadilishe And we will kanisa. only change this church Tutabadilisha hili kanisa when we allow God. iwapo tutamruhusu When we Mungu. allow God. Iwapo tutamruhusu When we Mungu. allow God. Iwapo tutamruhusu When we Mungu. allow God Iwapo tutamruhusu Mungu to work in our lives. afanye kazi ndani ya When we maisha yetu. accept our callings. Tukikubali mwito wetu, When we accept the restoration. tukikubali kurejeshwa. We use a lot of money Tunatumia pesa nyingi to hold the conferences, kuandaa makongamano, but we don't see any change. lakini hatuoni mabadiliko, We don't see any transformation. hatuoni kugeuzwa. This is our season. Haya ni majira yetu, This is our season. haya ni majira This yetu, is our season. haya ni majira God yetu. is telling Jeremiah, Mungu anamwambia Yeremia, I knew you nalikujua before I formed you. kabla sijakuumba.
So whether you love me or not, hata iwapo unanipenda au I know unipendi, God loves me. ninajua Mungu ananipenda. He knew me. Alinijua, He formed me. akanitengeneza. I may not be the way you want me to be. Ninaweza kukosa kuwa But jinsi I unavyotaka, know God has a purpose for lakini me. ninajua Mungu I ana know God kusudi. has created me Najua Mungu with a ameniumba purpose. na makusudi. Yes, I am a pastor. Ninajua ni But I want mchungaji. to tell you, Ninataka I am nikwambie, not just a pastor. mimi sio pastor I am a tu. pastor Mimi ni who mchungaji understand the purposes of ambaye God. anaelewa I am a young makusudi. person who understand the purposes of Ambaye God. anaelewa. I know the desire Ninajua that God wants me ambalo Mungu to anataka accomplish in my life. nitimize The katika maisha. time is here. Wakati ni huu, This is our season ni majira yetu for change. wa kubadilika. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Being restored for a purpose. Kurejeshwa kwa ajili ya kusudi. You are not called just to be there. Wewe haujaitwa kuwa tu mahali ambapo umeketi. We have not just been called to fill seats. Sisi hatujaitwa kujaza viketi. We have been called to do something. Tumeitwa ili tufanye We jambo. have been called to add value to the body of Christ. Tumeitwa ili tuongeze dhamana kwa mwili wa Kristo. We have been called to take this church to another level. Tumeitwa ili kupeleka kanisa hili viwango vingine. How I pray that people will not just know PhD. Kwamba ninaomba watu wasijue tu PhD. PhD is going to be a springboard of revival. PhD Not itakuwa only ni in kijiko cha Kenya, revival, but in the continent of Africa. na katika Even ulimwengu if you mzima, understand the purpose of iwapo God utaelewa makusudi ya Mungu in your life, ndani ya maisha yako. restored Kurejeshwa for a purpose. kwa ajili ya kusudi. And I want to thank God because of the work that the missionaries did here. Nataka nishukuru Mungu kwa kazi wa mishonari walifanya mahali hapa. There were a lot of missionary fields. Kulikuwa na viwanja vingi vya kimishonari. But you know, nowadays there is nothing happening. Lakini unajua leo hakuna kile ambacho kinafanyika. People don't have the heart for Watu missions. hawana moyo. Somebody graduates from the Bible school and he says, I want a big church. Mtu anafuzu kutoka chuo cha Biblia na anasema nataka kanisa kubwa. You are not called for a big church. Wewe haukuitwa kwa sababu ya kanisa kubwa. You are called to go here. Uliitwa kwa sababu ya kwenda. You are called to go here. Uliitwa kwa sababu ya kwenda. Do you know the Bible does not say we sit in church? Unajua Biblia haisemi tukae makanisani. But sometimes we sit in church. Lakini wakati mwingine tunaketi makanisani. We fight over ugali. Na tunapigania ugali na ingoho. But there is nothing we are doing. Lakini hakuna kitu tunafanya. Let me tell you, our purpose is not to eat ugali. Wacha nikwambie kusudi letu sio Our ugali. purpose is to go out Kusudi ni kwenda nje and make disciples. kufanya wanafunzi. That is our purpose. Hilo ndilo kusudi letu. The purpose of God is not for you to be a member of the church. Kwamba kusudi la Mungu sio uwe mshiriki wa kanisa. You are supposed to be a disciple of Jesus. Unapaswa kuwa mwanafunzi wa Yesu. This church is full of members, Kwamba kanisa hili limejaa washirika, but few disciples. lakini wanafunzi ndani ni wachache. A disciple will understand the purpose of God in his life. Kwamba mwanafunzi ataelewa kusudi la Mungu katika maisha yake. I know you can't say amen because you are a member. Huwezi kusema amina kwa sababu wewe ni mshiriki mzuri wa PAG. Ask your neighbor, are you a member of a church? Uliza mtu jirani yako, je, wewe ni mshirika wa kanisa? Or you are a disciple of Jesus Ama wewe Christ? ni mwanafunzi wa Yesu Kristo? God is calling us to be disciples. Kwamba Mungu anatualika tuwe wanafunzi. You are called for something far greater than managing services. Kwamba umeitiwa kwa sababu ya kitu kikuu zaidi ya kushughulikia tu huduma. You are called for something greater than maintaining church programs. Kwamba umeitwa kwa ajili ya jambo kubwa zaidi hata kuliko ratiba ya kanisa. You are called to raise men and women who burn with the divine purpose, who understand the heartbeat of heaven and live to enforce the will
will of God in their lives. Umeitwa ni kwa sababu ya kuandaa watu ambao watabeba maono ya Mungu na kutimiza lile ambalo ni kusudi la Mungu ndani ya maisha. That is our calling. Na huo ndio mwito wetu. Your assignment is not to fill seats. Kwamba jukumu lako sio kujaza viketi. Your assignment is not to maintain programs. Kwamba jukumu lako sio kushughulikia ratiba. Your assignment is not to perfect weekly services. Kwamba jukumu lako sio kuhakikisha ibada za katikati ya wiki zimefanywa vizuri. Your purpose is to be grounded in the teachings of Christ. And once you are grounded in the teachings of Christ, you will never remain there to perfect the services. You will arise and do what God has called you to do. Na kufanya kile Mungu alichokuita kufanya. We have been called to form people. Kwamba tumeitwa kuumba watu. We have been called to disciple. Tumeitwa kufundisha. We have been called to understand the ways of the kingdom, and we are equipped to influence their generation. Kwamba tumeitwa kuelewa mambo ya kifalme na kuathiri vizazi kwa sababu ya mambo ya kifalme. Young people, vijana, heaven does not measure ministry success by crowd size, but by the quality, by the maturity, and by the multiplication of the disciples produced. Kwamba mbingu haifurahi tu ni kwa sababu ya ukubwa wa umati, lakini inaangalia ukomavu na vile ambavyo watu wamejisimika katika neno la Mwenyezi Mungu. The church was never designed to be a place where people merely gather. Kwamba kanisa halikutengenezwa liwe tu ni mahali pa kusanyiko. It was designed to be a training ground where believers get formed, equipped, and sent. We are here to go and do the work of an evangelist. We are here to go and change the world upside down. We have been called to bring change in our generation. Kwamba tumeitwa kwenda nje na kuleta mabadiliko katika vizazi vyetu. That is why we have been called. Na hiyo ndio sababu tumeitwa. Ask your neighbor, what have you been called for? Neighbor, what have you been called for? Talk to your neighbor. Wachanga ungwana kanisani. Zungumza na jirani yako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. The truth is, ukweli ni kwamba in every generation, katika kila kizazi, God calls people back to his original pattern. Kwamba Mungu huita watu ni kwa sababu ya kusudio lake lile la kwanza. That pattern is discipleship. Na kwamba mtindo huo ni ualimu. When God said, "Go ye therefore and make disciples of all nations, teaching them," according to Matthew chapter 28 verse 19 to 20, he was not giving a suggestion. He was not giving a vision statement. He was defining the method by which heaven transforms the earth. Wakati Mungu alipowaita watu, hakawaambia kwamba waende wafanye watu kuwa wanafunzi kulingana na Mathayo 11. Ilikuwa ni kwamba iwe ni mtindo ambao ni wa kimbingu. That is our purpose. Na hilo ndilo kusudi letu. That is why we have been called. Na hiyo ndio sababu tumeitwa. Can someone say amen? Tuseme amina. In fact, Jesus never say. Yesu hakusema. He did not say build. He did not build his ministry around self. Yesu hakujenga huduma wake kando ya nafsi yake. He never built his ministry around services. Hakujenga huduma kwa kutumika tu. He never built his ministry around fame. Hakujenga huduma tu kwa sababu ya kujinulia sifa. He built it around the agenda of God's kingdom. Alijenga ni kwa sababu ya lengo kuu la ufalme wa Mungu. What is the agenda of God in your life? Kwamba agenda ya Mungu katika maisha yako ni nini? What is the agenda of God in PAG? Agenda ya Mungu katika kanisa la Kipentekoste ni nini? Jesus built people. Kwamba Yesu alijenga watu. He invested deeply in a few. Akawekeza
kindani kwa wachache, He trained them, na akawaweka kwa mafundisho, He released them na akawawachilia strategically. kwa njia ya kipekee. Those men did not merely start churches. Kwamba watu hawa hawakuanzisha tu makanisa, They shaped cultures. kwamba waliathiri tamaduni, They confronted systems. wakaangazia mambo ya kiratiba, And they influenced nations. na wakaathiri pia na mataifa. Even if you don't say amen, Hata usiposema amina, the angels will say amen in heaven. malaika mbinguni watasema amina. Guza jirani yako, mwambie wacha mchezo bwana, sema amen. Mwambie changamka, mwambie changamka. Achangamke. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nowadays people are under pressure to produce results. Kwamba wakati huu watu wamewekewa pressure mingi watoe matokeo. You look on social media, Unaangalia katika mitandao, what you are seeing is programs. kile ambacho unaona tu ni ratiba. What you are seeing is different dress code. Watu wametoa mitindo tofauti tofauti ya mavazi. In fact, in some churches you hear next Sunday is a white Sunday. Kwa makanisa mengine Jumapili ijayo ni Jumapili ya nguo nyeupe. You go to a church, everybody's in white. Unaenda kanisani, kila mshirika amevaa nguo nyeupe. It's not all about the dress code. Kwamba sio mavazi tu, It's all about the purposes of God. ni kwa ajili ya kusudi la Mungu. Let us confront systems. Kwamba wacha tushughulikie mambo ya mitindo, Let us shape cultures. tuathiri tamaduni. The tragedy of our time, the tragedy of our time Kwamba janga la wakati wetu, is not that churches are empty, kwamba sio makanisa yamebakia utupu, but that many are full of believers who have never been formed into discipleship. They don't understand their purpose. kwamba makanisa mengi yamejaa watu ambao hawaelewi makusudi yao na makusudi ya Mungu. Churches are full, Makanisa yamejaa, but we understand our purpose. lakini je, tunaelewa makusudi yetu? These churches are full of members, Kwamba makanisa haya yamejaa washirika, but there is no disciples. lakini hakuna wanafunzi. What is the purpose of God? Kwamba je, ni nini makusudi ya Mungu? The result is, Matokeo ni kwamba what kind of a generation? kwamba ni kizazi cha namna gani? Because many churches have shifted from discipleship to gathering members. Kwamba makanisa mengi yamegeuza kutoka kwa hali ya kuwa na wanafunzi na sasa wanakusanya makusanyiko makubwa makubwa. Believers are encouraged to attend, to participate, to support, but rarely to be trained, to be tested, to be entrusted and sent to make impact. Waamini wameambiwa kwamba wakongamane na hawajafundishwa na watayarishwe, ni kwa sababu ya kutumwa. The result is a generation that loves church culture but struggles to represent Christ in real life. Kwamba matokeo ni kizazi ambacho kinapenda sana mambo ya maisha yao na kung'ang'ana, lakini wamesahau kusudi la Mungu. When the purpose is neglected, Wakati lengo limepuziliwa, believers remain dependent. waamini wanabaki kujitegemea. Leaders becomes exhausted, Kwamba viongozi wanachoka and the growth becomes superficial, na ile hali ya kukua inabakia tu ni kitu ambacho sio cha kawaida, and influence na ile hali ya kuathiri remains confined to the pulpit. inabaki tu imefungwa pale madhabahuni. The enemy is not intimidated by churches that gather weekly. Kwamba adui hatishwi na makanisa ambayo yanakongamana kila juma. He is threatened by churches that produce discipleship who think clearly, live courageously, and act with the kingdom authority to influence society everywhere.
kwamba shetani anatetemeshwa tu na watu ambao wamefundishwa na wamewekwa tayari kwa sababu ya mambo na yale majukumu na makusudio ya Mungu. I don't know whether you understand the early church. Sijui kama mnaelewa kanisa la kwanza. The early church did not turn cities upside down because of the buildings. Kwamba kanisa la kwanza halikugeuza miji kutokana na mijengo waliojenga or budgets, ama zile bajeti walizofanya. You will hear in a conference like this one, utasikia katika kongamano kama hili people complaining food is not enough, watu wakilalamika kwamba chakula hakikuwatosha. People complain about food. Watu hulalamika kwa sababu ya chakula. We have not just come here to eat. We have come here to tap into the anointing so that we can run with the purpose of God and go outside there and change nations. Kwamba hatujakuja hapa kwa sababu ya chakula, tumekuja hapa ili tushiriki katika upako, na tunaporudi nje tuende kubadilisha ulimwengu. The early church, kanisa la kwanza, discipled, walifanya wanafunzi. They were rooted in the truth. Walisimikwa na kudhibitika katika kweli. They were united in purpose. Waliunganika katika makusudi. And committed to obedience. Na wakawa wamejitolea kwa sababu ya utiifu. The measure of a true ministry, kwamba kipimo cha huduma ya kweli, the true measure of ministry is not how many people come to hear you, but how many people are changed, are trained, and are released because of you. Kipimo cha huduma sio watu wangapi ambao wanakongamana chini yako, bali ni watu wangapi ambao unaathiri na wanageuza mtazamo wa ulimwengu. How I pray when we come out of this place. Jinsi gani ninaomba unapotoka mahali hapa. We are going to change people. Tunaenda kubadilisha watu. We are going to train people. Tunaenda kufundisha watu. We are going to release people. Tunaenda kuachilia watu into a wider ministry. Katika huduma kubwa. PAG may have 7,000 churches, but do they have impact? Kwamba kanisa la Kipentekoste tunaweza kuwa na makanisa 7,000, lakini hayo makanisa yanaathiri ulimwengu. What impact do they have? Kwamba ni athari gani ambayo kanisa litakuwa nayo. Let me finish by saying this. Wacha nimalize kwa kusema hili. Paul captured this clearly when he told Timothy to entrust what he had received to faithful men. Paulo anaguzia hili anapomwambia Timotheo kwamba awafundishe watu wengine kile ambacho amejifundisha kwake. Paul tells Timothy, now you understand your purpose. Kwamba Paulo anamwambia Timotheo, sasa unaelewa kusudi lako. Now entrust what you have received to faithful men who will be able to teach others also. Kwamba fundisha watu waaminifu kile ambacho umejifundisha kwangu, ili na wao wawe tayari kuwafundisha na wengine. Every youth leader, kwamba kila kiongozi wa vijana, every worship leader, kila kiongozi wa kuabudu, every pastor, kila mchungaji must be able to answer this question. Ni lazima awe tayari kujibu swali hili. Who am I? Kwamba mimi ni nani? Discipling. Ninafundisha nani? What kind of believers is my ministry producing? Kwamba huduma wangu unatoa wafuasi ama wanafunzi wa namna gani? Can my young people I'm leading be able to explain, live and reproduce what they believe? Kwamba wale watu ambao ninafundisha wanaweza kuwa na uwezo wa kutoa yale ambayo nimewafundisha na kuathiri wengine. If I step away, kwamba iwapo wakati mmoja ninaweza kuondoka, will the work continue? Kazi niliyoianzisha itaendelea. If I retire, iwapo nitastaafu, will I have somebody to fill my space? Nitakuwa na mtu ambaye atasimama katika pengo langu. If I release, iwapo nitawachilia, can somebody run with my vision? Kwamba kuna mtu ambaye anaweza kukimbia na maono yangu. Do we have anybody who has a purpose for what I'm doing? Kwamba kuna mtu ambaye anakusudi ni kwa ajili ya kile ninachokitenda.
A ministry that cannot reproduce leaders. Kwamba huduma ambayo hauwezi kuzalisha viongozi. A ministry that cannot reproduce young people. Kwamba huduma ambayo hauwezi kuzalisha vijana wachanga. Who have the energy to run with the gospel. Ambao wana nguvu ya kukimbia na injili. That ministry is fragile. Kwamba huduma huo ni wa hatari. A church that cannot form discipleship. A church that cannot tell people what they're supposed to do. It is weak. It is limited. Regardless of the size, I have come to declare today that we are not just going to prepare members for the kingdom. We are going to prepare disciples who will bring people to Christ and bring a change in the community, in the churches we are in. Kwamba hatuendi tu kuandaa wafuasi, tunaenda kuandaa wanafunzi ambao wataleta utofauti katika jumuiya. As you come out of this place, unapotoka katika kongamano hili, understand why you were called. Elewa kwa nini uliitwa. Father, we thank you because of this evening. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya dhuhuri hii. We humble ourselves before your throne of grace. Tunajinyenyekesha nafsi zetu mbele ya kiti chako cha enzi. We declare that Jehovah God, we have come here for a purpose. Tunatangaza kwamba Bwana tumekuja hapa kwa sababu ya kusudi. How I pray for the move of God in this conference. Jinsi gani naomba ni kwa sababu ya utembeleo wa Mungu katika kongamano hili. Thank you for the speakers who have come. Asante ni kwa sababu ya wanenaji ambao wamekuja. I want to declare their special anointing upon them. Nataka kutangaza upako mpya juu yao. Even as they minister the word of God. Hata wanaposhiriki neno la Mungu. How I pray that the Holy Spirit will move. Naomba kwamba Roho Mtakatifu atembee. Father, we are hungry. Baba, tuna njaa. We are thirsty for you. Tuna kiu ni kwa ajili yako. Anoint these young people. Wapake mafuta vijana hawa. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Our chief guest speaker, Reverend Dr. Peter Wins, the executive committee members, the distinguished guests, National Youth Office, district overseers, pastors, church leaders, and above all, our dear young ladies and young gentlemen assembled here today. Bwana Yesu asifiwe. It is with immense, profound gratitude that I am delighted to welcome each one of you to this year's 2026 National Youth Conference. We are privileged to receive and host these valuable young souls from all our assemblies spread across the country here at Nyang'ori Mission Headquarters. United by one faith, one mind, one objective, and one desire to encounter God in a life-changing way. This convention is an extraordinary encounter engulfed by divine appointment. I believe that heaven has ordained this week for restoration, transformation, and commissioning. You aren't here accidentally, but for the fulfillment of God's purpose in your life. This is God's inspirational message to this generation, that many young people carry wounds from past failures, disappointments, broken relationships, wrong choices, or lost opportunities, and yet our God is the God of restoration. He restores lives, renews hope, rebuilds character, and releases people into their divine calling. Ladies and gentlemen, God has not restored you simply to return to where you are. He restores you so that you may fulfill His purpose. Every restored life becomes an instrument in God's hands to transform families, churches, communities, and nations.
Our nation is looking for honest young people of integrity in leadership, excellence in education, compassion in service, purity in character, and unwavering faith in Christ. The church must raise such an amazing generation. I believe that many of those who future leaders are seated before me today. Some of you are or will become professional and influential members of the society who will influence and transform our church for the glory of God. Throughout this convention, I want to encourage you to participate wholeheartedly. Attend every service with expectation. Listen carefully to the teaching of God's word. Engage in prayer, worship with the sincerity. Build godly friendship. Allow the Holy Spirit to speak to your heart and shape your destiny. To our guest speaker and ministers, thank you for availing yourselves to be vessels through whom God will minister. To our national youth leadership, organizing committee through DCEYDs, volunteers, institutions, security, personnel, medical teams, media teams, and every department that has labored tirelessly to make this convention possible, I express my heartfelt appreciation. May the Lord richly reward your dedication and a faithful service. To our church, pastors, leaders, and members who have prayed, encouraged, and supported our young people to be here, thank you for investing in this next generation. Your labor in the Lord is not in vain. As we officially open this National Youth Conference, I declare that this shall be a week of divine encounter. May the broken be restored, the discouraged be strengthened, the confused receive direction, and the sick receive healing, and the called be equipped for service. May every participant leave this place with renewed faith, renewed vision, and a renewed commitment to glory of Christ our Lord. May this gathering mark the beginning of a new chapter in the lives of our young people and in the life of our church. May generations yet unborn testify that during this convention, God raised a generation restored for his purpose and committed to advancing his kingdom. With great joy, in the name of our Lord Jesus Christ, I want now everybody to rise up on his feet. Kila mmoja wetu asimame kwa miguu yake. I want to make a declaration. As I want to declare today, to open this conference officially, it is a great joy to stand before this generation. Furaha iliyokubwa kusimama mbele ya kizazi. You are the hope of the church. Nyinyi ndilo tumaini la kanisa hili. And the hope of this nation. Na tumaini la nchi hii. Our theme this week is restored for purpose. Jambo kuu la juma hii ni kurejeshwa kwa ajili ya kusudi. From the book of Philemon, chapter 1, verse 10 to 12. Toka Filemoni 1:10-12. Just like Onesimus, who was once useless but became useful, God wants to restore every broken place in your life and send you back with a purpose. Kama Onesimu ambaye wakati mmoja hakuwa na dhamana lakini baadaye akageuka kuwa na dhamana, jinsi mlivyovunjika wakati mmoja, Mungu ako tayari kwa sababu ya kuwajibu. Youth, for the next few days, na vijana kwa siku chache zijazo, open your hearts. Fungueni mioyo yenu. God wants to speak to you. Bwana anataka kunena nanyi.
Open your Bibles. Fungueni Biblia zenu. Purpose is found in the word. Kwamba kusudi linapatikana katika neno. Open your hands to serve. Kwamba fungueni mikono yenu kwa ajili ya utumishi. You are restored for a reason. Kwamba ninyi mumerejeshwa ni kwa ajili ya kusudi. I want to thank the planning committee. Nataka kushukuru kamati andalizi And all partners who made this possible. May God bless you. na wote washirika waliofanikisha kazi hii. Bwana wabariki. Therefore, by the authority vested in me as the presiding bishop of the Pentecostal Assemblies of God Kenya, Na kwa hivyo kwa mamlaka yaliyowekwa juu yake na kanisa la Kipentekoste nchini Kenya, and the grace of God that I have been graced to be the general superintendent of the Pentecostal Assemblies of God Kenya, na neema ya Mwenyezi Mungu ambaye ametunukiwa kuwa askofu mkuu wa kanisa la Kipentekoste nchini Kenya, I now officially declare the PAG Kenya National Youth Conference 2026 officially open. anatangaza kongamano la mwaka wa 2020 imefunguliwa rasmi. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pigia Yesu makofi. May the Lord meet you here. Bwana akutane nanyi mahali hapa, Even as you will be leaving this place, na hata mtakapokuwa mkiondoka mahali hapa, you will live restored. mutaenda mkiwa mumerejeshwa, You will live refueled mutaenda mkiwa mumejazwa mafuta upya and ready for the purpose. na tayari kwa sababu ya kusudi. God bless you. Bwana wabariki. Enjoy the conference. Kwamba furahieni kongamano. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mfalme. Haleluya. Nasema ni asante kwa sababu ya kongamano hili. Ninakushukuru Bwana kwa sababu umeleta vijana hawa kutoka sehemu mbalimbali. Asante kwa sababu ya neema za usafiri ambazo umewapatia. Na jioni ya leo Jehova, tumefungua mkutano huu kirasmi. Ninataka nisimame kinyume na kila mbinu. Katika jina la Yesu. Nafunga kila mapepo. In the name of Jesus. Nakataa kila anga yote ya kuzimu Katika jina la Yesu. ambayo inaweza inuka kinyume na In mkutano the huu. name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo ipate kushindwa. Shindwe. Ipate kushindwa. Shindwe. Natangaza mbingu ifunguke. Hallelujah. Baraka zako zikaweze kushuka. Walio wagonjwa wapokee uponyaji. Hallelujah. Wadhaifu watiwe nguvu. Wale ambao wamekosa tumaini, wape tumaini mara tena. Hallelujah. Heshima na utukufu zikakurudie. Bariki wanenaji wetu. Neema ya Baba ikawatoshe. Na ni kwa Yesu Kristo nimeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kufungua mkutano na tukosa kutoa sadaka. Ambia jirani yako, hatuwezi kufungua mkutano na tukosa kutoa sadaka. Hatuwezi kufungua mkutano na tukose kutoa sadaka. Nataka mlete tu hapa mbele hapa. Sema amen, amen. Amen. Nataka tuende hivi Tuanze na praise and worship team. Mbona mnacheka? No, nimeanza nao kwa sababu nataka kuwapa nafasi ya kuimba. Praise, leteni sadaka zenu. Pigieni hao watoto wa Mungu makofi mazuri. Nyinyi wa mnachukia praise and worship team sana. Leta tu sadaka yako. Tunaanza hivi. Unaona wengine wameanza kwenda. Tuanzie wale ambao wamekaa huku. Kama uko hiyo laini kuja. Kuanzia kesho ushers watakuwa na collect, lakini saa hii make sure you come to the altar. Leo make sure you come to the altar. Kuja kwa madhabahu. Thank you, praise and worship. May God bless you. Asante kikundi cha sifa na ibada. Bwana wabariki. Wale mmekaa huko, alafu hii roho ifate hii.
kuja kwa sababu kuna nafasi. Wa huku wenye mmekaa huku. Lazima tusimame na mkutano huu katika hali zote kutoa. Haya, namba ya simu tuma kwa 011 644207 Kuanzia kesho na pia screen watakuwa na 011 6442076 011644207 01164442076. Jaribu utoe sadaka. Hii ni siku ya kwanza ba. Ungeenda mahali pengine ungepata hii meza imejaa. Wa PAG. Jaribu toa sadaka. 07 011 6442076 011644207 Mungu awabariki sana. Tunawatakia mema. Feel at the feet of Jesus. Mujihisi miguuni pa Yesu.